Naam, karibu ifahamu historia ya Makambako Timber Traders Cooperative Society Limited. Tukianza na mwanzo wa ushirika huu. Ushirika huu ulianza mnamo mwaka 1996 kwa watu kujikusanya na kuunda kikundi kilichoitwa Umoja Timber chini ya wenyekiti wa marehemu Dizombe. Kikundi hicho kilijihusisha na wanachama mashuhuri akiwemo marehemu Mulusani, Henry Mng'ong'o, alimaarufu Ngangala, Mangula Songambele, Hezron Kinyunyu, Chetiko, Colonel Malangalila, Ajibu Tewele, Simon Mangula na wengine wengi. Kutokana na mafanikio ya awali, wanachama walipendekeza kikundi kijiandikishe rasmi kuwa chama cha ushirika cha wauza mbao Makambako. Hatimaye mnamo tarehe 8 Januari 2008, ushirika ulisajiliwa rasmi kwa jina la Makambako Timber Traders Cooperative Society Limited na kupata namba ya usajili IR 480. Uongozi wa kwanza baada ya marehemu Dizombe aliyeongoza kuanzia 1996 hadi 1998 kutangulia mbele ya haki. Uwenyekiti ulihamia kwa Ajibu Tewele ambaye aliongoza chama kuanzia 1998. Chini ya uongozi huo, ushirika ulianza rasmi shughuli za kibiashara na kuunda kanuni za ndani. Kanuni hizo ziliwasaidia wanachama kufanya biashara kwa pamoja, hasa kuuza mbao ndogo ambazo hazikuwa na soko nje ya Makambako, mfano mbao za 2x3, 1x4, 2x2 na kadhalika. Soko la awali lilikuwa eneo la Ubena Posta. Hata hivyo, mnamo tarehe 10 mwezi wa 4, 2005, ushirika uliondoka rasmi Ubena na kuhamia uwanja wa Mashujaa Mji Mwema. Uwanja ambao kihistoria ulitumika kuwapokea mashujaa wa vita ya Tanzania na Uganda, maarufu kama vita ya Idi Amin. Na hii ni timu ya uongozi wa Ajibu Tewele, makamu mwenyekiti Elu Ilomo na mhasibu Jackson Kilagwa. Ushirika uliendelea kuimarika. Wanachama maarufu wakati huo walihusisha watu kama Jackson Lutumo, James Mganga, Simon Mangula, Remigio Sigala, Martha Mgoba na wengine wengi. Hata hivyo, kuanzia mwaka 2012 ushirika ulianza kuyumba, na ili kunusuru ushirika, uchaguzi wa dharura ukafanyika mwaka 2013, yaani Ukawa, na kuchaguliwa uongozi mpya chini ya mwenyekiti Franki Asheli Gadau, kwa upande wa katibu Beatus Alois Kadaga na mhasibu Imani Elia Kifanga. Uongozi huo ulianza kwa kufanya changizo na kuhamasisha wanachama kurejesha ushirika kwenye uimara wake. Pamoja na yote, uongozi haukudumu kwa muda mrefu. Mnamo mwaka 2014 ulifanyika uchaguzi tena, uchaguzi rasmi uliofanyika kuwapata viongozi wafuatao. Kwa upande wa mwenyekiti Imani Elia Kifanga, makamu mwenyekiti Petro Makafu, katibu Jackson Sila Kilagwa, mhasibu Felix Rafael Lutumo, wajumbe wa bodi Mzee Liomelo Tweve, Luka Kilaga, Mzee Wofrem Mayemba. Uongozi huu uliimarisha mshikamano, ukafanikisha kuondoa migawanyiko ya wanachama na kuufanya ushirika kuwa kitu kimoja tena. Kwa upande wa miradi na maendeleo, kuna shamba la ushirika. Mwaka 2009 ushirika ulifanikiwa kumiliki shamba lenye ukubwa wa ekari 30, ununuzi wa eneo la biashara Ikelu. Wanachama walichanga fedha na kufanikisha ununuzi wa eneo lenye ukubwa wa zaidi ya ekari 9 katika kijiji cha Ikelu, kando ya barabara kuu iendayo Njombe. Jumla ya zaidi ya shilingi milioni 150 zilitumika kununua eneo hilo. Licha ya changamoto za kifedha, ushirika uliendelea kusimama imara kwa mshikamano wa wanachama, na leo hii una zaidi ya wanachama hai 85. Kuna baadhi ya wanachama waliotangulia mbele za haki. Miongoni mwao ni pamoja na mwenyekiti mwanzilishi Dizombe, Mulusele Kikula, Jackson Lutumo, Hezron Kinyunyu, Henry Mng'ong'o, Gaitana Mgeni, Geoffrey Kabelege, Clemens Tweve, Albina Simsigwa. Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahali pema peponi. Na historia ya viongozi katika ushirika. Kwa upande wa wenye viti, Dizombe mwanzilishi 1996 hadi 1998, Ajibu Tewele 1998 hadi 2013, Imani Kifanga 2014 mpaka sasa. Kwa upande wa makamu wenye viti, Mlusali, Elu Ilomo, Petro Makafu, Faustina Sanga, Evas Nyakasonga, Beatus Kadaga mpaka sasa. Kwa upande wa makatibu, James Mganga, Remigio Sigala, Edson Mng'ong'o, Jackson Kilagwa yupo mpaka sasa.
Kwa upande wa wahasibu, Elu Ilomo, Felix Lutumo, Jackson Kilagwa, Franki Gadau yupo mpaka sasa. Asante kwa kufuatilia historia hii. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Makambako Timber Traders Cooperative Society Limited. Asante na Mungu akubariki.